Karibu tena kwenye awamu ya pili ya kipindi Zilizala Viwanjani. Tunamzungumzia Kelvin Kiptum, huyu mmoja kati ya wanariadha ambao ni legends, yani wamefanya kazi ya maana sana, lakini mwisho wa siku ametuacha. Viongozi wa kitaifa kuanzia waziri wa michezo na hadi wakuu wa shirikisho la riadha nchini AK wamemwomboleza Kelvin Kiptum kama kijana ambaye alikuwa na mengi ya kupeana katika ulimwengu wa riadha na haswa nchini Kenya na nje ya taifa la Kenya, lakini mwisho wa siku ni kwamba amefika mwisho. Davis Mberia, mwanariadha mwanahabari mwenzangu, amezungumza na viongozi hao mapema awali na hapa taarifa yake. Naam, shukran zaidi mwenzangu Jeff Mogire. Tupo katika makao makuu ya shirikisho la riadha nchini jijini Nairobi, na hii leo kiza kinene kimeweza kutanda nchini hasa katika sekta ya michezo. Hii ni kufuatia kifo cha mwanariadha mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za marathon Kelvin Kiptum kuweza kufariki mida ya saa 5 usiku wa jana, na aliweza kufariki pamoja na kocha wake Gavis. Walikuwa wakisafiri katika eneo hasa la Kaptagat, barabara kuu ya Elgeyo Marakwet Ravine, na hii ni baada tu ya gari alilokuwa nasafiria ndani aina ya Toyota Premio kuweza kupoteza mwelekeo na kuingia katika mtaro uliokuwa mkabala na barabara hiyo, na kisha baadaye kubingirika na kugonga mti pale. Kocha wake na Kelvin Kiptum akifariki papo hapo, kisha mwanadada ambaye pia alikuwa anasafiri naye akiweza kuponea chupu na kuweza kukimbizwa hospitalini. Kelvin Kiptum ataweza kukumbukwa kutokana na kushamiri kwake hasa katika mbio za marathon, ikiwemo rekodi aliyoweka mwaka 2023 mwezi Oktoba ya muda wa saa 2 na sekunde 35, akiweza kuvunja rekodi yake Eliud Kipchoge. Hapa Kiptum akiweza kupewa sifa sufufu, na baada ya kuvunja rekodi hiyo na kutua nchini, aliweza kulakiwa na sherehe ambayo iliweza kuandaliwa na Wizara ya Michezo ikiongozwa naye waziri wake Babu na Mwamba, sawia pia na kuweza kutuzwa tuzo ya OGW. Na kando tu na mbio hizo za Chicago, kabla ya mbio hizo aliweza pia kushamiri katika mbio za London Marathon kule ingwa kwa kunasa pale medali ya dhahabu baada ya kumpiku Geoffrey Kamworor. Na mwaka huu basi alikuwa anatazamiwa kwamba ataweza kujumuishwa katika kikosi cha Kenya ambacho kingeweza kushiriki mashindano ama michezo ya Olimpiki kule Paris, akiwa mojawapo ya wale wanariadha ambao kila mmoja alikuwa anasubiria wataweza kupambana vipi na Eliud Kipchoge ambaye anachukuliwa kama legendari na mwanariadha kigogo katika mbio za masafa marefu. Huyu bwana Kelvin Kiptum anachukuliwa kama kilelezo bora na yule mwanariadha ambaye hasa alikuwa anaangaziwa na wanariadha hasa kutoka eneo la Bonde la Ufa na eneo alilozaliwa, eneo la Keyo County ya Elgeyo Marakwet, na ameweza kuzaliwa katika familia ambayo mamake alikuwa mchezaji wa volleyball na babake alikuwa mwanariadha. Hii ikiwa ishara tosha kwamba ndio walio hasa mchochea zaidi kuweza kushamiri katika mashindano haya, na hasa kuweka rekodi akiwa na umri mdogo zaidi, kwani amefariki akiwa na umri wa miaka 24. Baadhi ya wadau washikadau kutoka sekta ya michezo wakiongozwa na hapa rais wa shirikisho la riadha nchini Jack Tuwei na waziri wa michezo Babu na Mwamba, sawia na katibu wa kudumu katika wizara hiyo ambaye ni Peter Tum, wameweza kuzungumzia jinsi mipango tu inaendelea kuona kwamba huyu kigogo anaweza kulazwa vizuri na kupewa heshima ambayo anastahili. Hapo awali waliweza kuzungumza katika makao makuu ya wizara ya michezo pale Talanta Hela Plaza, na hizi ndizo semi walizokuwa nazo. And our champion, that is Kelvin Kiptum, that happened last night. According to the county police commander of Elgeyo Marakwet, the accident happened at exactly 11 o'clock last night, 2300 hours, on the 11th of February 2024, along Eldoret Ravine Road within the Kaptagat Flags area. And last year, you remember very well, because it's still very fresh in our minds, that he won the London Marathon with a time of 2:01
25. And finally, last year, 2023 again, he won in Chicago Marathon with a world record of 2:00:35. And he was still holding that world record up to and including his time of death. Chicago Marathon record was attained on the 8th of October 2023. And you remember, just only last week, it was ratified by World Athletics on the 6th of February 2024. That record was ratified last week, actually 6 days before his death. You remember also that he was awarded a Government of Kenya Order of the Grand Warrior, OGW, last year, and that was the honor by the government. He was also voted as the World Male Athlete of the Year among 6 athletic stars in Monaco on the 11th of December, 2023. So he was the best athlete on the side of long distance running. It is a sad moment for us. It is a sad moment for Kenya. It is happening, like we've rightly said, at a time when we knew that come the Olympics in July, we would be having a gold medal already assured to us, courtesy of Kelvin Kiptum. Pole sana. Let me end there because we are yet again with the CS. We are yet again to go and condole with the family because we are saddened as a ministry. We pay tribute to him for what he has achieved in his very short life at the age of 24. He has placed our country in the stars. We celebrated him when he was honored as Athlete of the Year among the 6 top athletes in Monaco just a couple of months ago. We were so excited on February 6 when his world record was ratified formally, becoming an official record after ratification by World Athletics. Now we wanted to inform the nation that we are consulting in government. We officially informed His Excellency the President of this tragic accident immediately it occurred. And as soon as the consultations are concluded, we'll be making an official announcement on how we are going to proceed forward with final respects for this national hero. Kelvin Kiptum is a national hero by any standard, by any stretch of the imagination. And we will honor him in death as we honored him in life. Ni risala za rambirambi hizo ambazo zinazidi kumiminika, kila mmoja akimwomboleza huyu mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio hasa za marathon, na si humu nchini tu pekee bali kimataifa, ikiwemo shirikisho la riadha duniani ambalo limemtaja Kiptum kama mwanariadha chipukizi ambaye hasa uwepo wake katika riadha uliweza kufanikisha makuu na kuweza kuwapa kielelezo wanariadha chipukizi. Tunafuatilia tu kuna kwamba hali vipi na mambo maandalizi yanaendeleaje. Alivyosema waziri wa michezo kwamba wanashirikiana pamoja na Rais William Ruto, kuna kwamba mipango ya maandalizi hasa ya kuweza kumzika Kiptum inaweza kufanikishwa, na sasa hivi mwili wake umeweza kuhifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Moi Referral eneo la Eldoret County ya Uasin Gishu, na wenzangu kule pia wamekita kambi, na kwa
kwa pamoja tutakuwa tunakueleza tu jinsi taarifa hizi zinapotimia na jinsi mambo yanavyoendelea. Kutoka katika makao makuu ya riadha hasa jijini Nairobi, na kurejesha moja kwa moja kwake Jeff Mogire studioni. Anajulikana kama Davis Mbele ametupa taarifa kwa kina hapo kuhusiana na viongozi